Ndugu zangu wapendwa, leo ni siku muhimu sana. Kanisa linatupa nafasi ya kuungana pamoja kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea ndugu zetu marehemu. Na kwa hiyo siku hii leo ujumbe ninaotaka kuuleta leo, kwa kweli nataka niulete kwa swali. Nijibu hoja kwamba kwa nini tunawaombea marehemu? Kwa nini tunawaombea marehemu? Kwa hiyo siku hii leo ndugu zangu, ninapenda nitoe darasa kama darasa la katekesi. Na ninapenda tufuatane kwa pamoja, na ninaomba kama utaweza kushare ujumbe huu kwa watu mbalimbali, utaweza kuwasaidia, kwa sababu ninafahamu fika kwamba hili ni kati ya jambo ambalo limeleta tafsiri mbalimbali na limeleta hisia tofauti katikati ya jamii ya Wakristo. Yapo madhehebu ya Kikristo ambayo yanakubali kuwaombea marehemu, na yapo madhehebu ya Kikristo ambayo yanakataa au yanakataza kuwaombea marehemu. Sasa msingi wa kuwaombea marehemu ninataka niulete leo, niuweke katika maswali muhimu matatu. Swali la kwanza ninalotaka tujiulize na tulitafakari ni je, mtu aliyefariki akiwa bado hajawa mkamilifu, aliyefariki akiwa bado hajakamilika kiasi cha kutosha cha kuwa mtakatifu, lakini pia sio muovu wa kwenda jehanamu, je, Mungu anamweka wapi? Tujiulize swali la kwanza hilo. Mtu ambaye anafariki, ambaye hajawa mtakatifu kikamilifu, lakini pia sio muovu wa kwenda jehanamu, je, Mungu anamweka wapi? Na swali la pili ambalo natamani tujiulize, je, ni haki mbele za Mungu kumwadhibu mtu aliyefanya dhambi kubwa sawasawa na mtu mwenye dosari ndogo tu? Ni sawasawa kweli kuadhibu sawasawa? Au ningekuuliza kwa namna nyingine, je, ni haki kutoa hukumu sawa? Ni haki kutoa adhabu sawa kwa watu hawa wawili, aliyekufa au aliyefanya dhambi kubwa sana, na huyu mwingine ambaye amejitahidi sana kuishi kikamilifu, lakini amejikuta ana dosari ndogo tu? Ni haki sawa kuwapa hukumu moja au kuadhibu sawa sawa kwa adhabu moja? Na swali la tatu ambalo natamani tujiulize ni je, sala zetu na matoleo yetu, je, yanaweza kwa namna yoyote kuwasaidia ndugu zetu waliotutangulia? Kwa hiyo hayo ndio maswali matatu muhimu ambayo natamani sana mafundisho ya leo tuyajenge kwenye maswali hayo. Sasa ili kuelewa kwa nini tunawaombea marehemu, ili tuweze kuelewa, ninataka nijibu hoja kubwa 4. Ili tuweze kuelewa, nataka tujibu hoja kubwa 4. Na ninakuomba tufuatane kwa pamoja. Usiache moja njiani, hutaelewa. Kwa sababu ninaanza kuchukua ya kwanza, inaweka msingi wa tunakoelekea. Hoja ya kwanza ambayo ningependa kuanza nayo ili kuweza kuelewa fundisho hili ni swali: je, kuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo, au dhambi zote ni sawa tu? Je, kuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo, au dhambi zote ni sawa tu? Kuna rafiki yangu mmoja ambaye ni mchungaji wa kanisa mojawapo la Kiprotestanti, na siku moja tulikuwa tunajadiliana jambo hili, alafu tukaanzia hapo. Nikamuuliza hilo swali, akaniambia, Father, bwana, hakuna dhambi kubwa wala dhambi ndogo, dhambi ni dhambi tu. Nikamwambia, ukisoma Yohana, nikamsomea Yohana, Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 11. Ukisoma Yohana hiyo, tunakutana Yesu pale anamwambia Pilato kwamba yeye aliyenitia mikononi mwako, huyo anayo dhambi kubwa zaidi. Yeye aliyenitia mikononi mwako anayo dhambi kubwa zaidi. Kwa pamoja na kwamba watu wanakataa kwamba kuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo, pamoja na kwamba wanakataa, Yesu anasema wazi kwamba ni kweli Pilato ana dhambi, lakini yeye aliyemweka mikononi, aliyemtia mikononi mwa Pilato, huyo anayo dhambi kubwa zaidi.
Manake anayo dhambi kubwa kuliko ya Pilato. Sasa ndugu zangu, tukio hili pekee linatosha kabisa kuonyesha kwamba ukubwa wa dhambi unapishana. Ipo dhambi kubwa na ipo dhambi ndogo. Mwinjili Yohane pia kwenye injili ile ya Yohana sura ya 5 mstari wa 16 na wa 17 anatufundisha jambo muhimu sana. Anasema kila lisilo haki ni dhambi. Lakini kuna dhambi ya mauti na kuna dhambi isiyo ya mauti. Ndivyo Yohane anavyotuambia. Kwa hiyo utaniuliza sasa, dhambi kubwa ni ipi na dhambi ndogo ni ipi? Kwa hiyo kanisa linatufundisha kama tulivyosoma hapo, kwa kweli linatufundisha kwamba dhambi kubwa ni dhambi ya mauti na dhambi ndogo ni dhambi isiyo ya mauti. Kwa hiyo sasa, kwa vyote vile kwamba kuna dhambi ya mauti na kuna dhambi isiyo ya mauti inathibitisha kwamba uzito wa dhambi unatofautiana. Na kwa kweli Yohane hapa ninaweza nikasema anakataza kuwaombea watu wenye dhambi ya mauti. Kwa nini? Mimi binafsi, kwa maoni yangu ambayo yanaweza kupingwa, kwa maoni yangu ninaamini ni halali kabisa mdhambi kumwombea mdhambi yoyote akiwa yuko hai. Ni halali kabisa, kwa sababu kwa neema ya Mungu anaweza kubadilika. Kwa sababu hiyo nalazimika kuamini kwamba Yohane anakataza hapa kuomba kwa ajili ya wale waliokufa wakiwa na dhambi ya mauti. Wakiwa na dhambi ya mauti. Kumbuka dhambi ya mauti. Tumeeleza hapa kuna dhambi ya mauti na kuna dhambi isiyo ya mauti. Yohane kwa kweli anakataza kuomba kwa ajili ya wale wenye dhambi ya mauti. Ndio kusema kwamba wameingia jehanamu na sala zetu haziwezi kuwasaidia. Kwa hiyo kuna mambo matatu muhimu ambayo ni muhimu tuyafahamu, ambayo yanaamua uzito wa dhambi. Unajua, jambo la kwanza ni uzito wa lile kosa lenyewe lililofanyika. Na jambo la pili ni ujuzi kamili. Mtu anajua, anafanya akiwa anajua. Alafu jambo la tatu ni yale makusudio kamili. Mtu amekusudia, amedhamiria. Sasa hayo yanaamua ukubwa wa dhambi. Na ndio maana hata ukienda kwenye mahakama, kama mtu amefanya kosa, ameua, watasema amekusudia au kwa kuto kukusudia. Maanake kuna kusudi kamili, kuna ujuzi kamili na kuna uzito wa lile kosa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo nimependa kulieleza, kwamba tofauti ya hizo dhambi kubwa na dhambi ndogo, dhambi ya mauti na isiyo ya mauti. Kwa hiyo kuna dhambi ya mauti na kuna dhambi isiyo ya mauti. Kuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo. Jambo la pili au hoja ya pili ambayo nataka kuileta ningeweza kusema watu watakaoingia mbinguni ni watu wa namna gani? Ni watu wa namna gani? Ni hakika kwamba wasio safi kabisa hawataingia mbinguni. Maandiko yanatufundisha hivyo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 21, mstari wa 27, anazungumza pale Yohana juu ya mji mpya wa Yerusalemu mpya mbinguni. Na anasema ndani yake, ndani ya hii Yerusalemu mpya, hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo kwenye hii Yerusalemu mpya. Kwa hiyo ni hakika kwamba chochote ambacho si safi kwa kweli hakitaingia Yerusalemu mpya. Na hata mwandishi wa Waebrania ile sura ya 12 mstari wa 14 anatuambia pia kwamba bila utakatifu hakuna atakayemuona Mungu. Lakini pia Yesu mwenyewe anatufundisha kwenye Mathayo ile sura ya 5 mstari wa 8 anapozungumza juu ya zile heri. Yesu anazungumza, anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi. Sasa ndugu zangu, ili neno lililotafsiriwa safi hapo kwenye Kiingereza ni neno pure. Kwenye Kiingereza ni pure. Na sasa hapa pana shida kidogo ya tafsiri kwa kweli. Kwa sababu kwa Kiswahili kitu kinaweza kikawa safi lakini kisiwe pure. Kitu kinaweza kikawa safi kisiwe pure. Unajua
au tungeweza kusema kitu kinaweza kikawa safi kisiwe salama. Unajua, kwa mfano unaweza kuona wanasema haya maji ni safi, lakini sio lazima kwamba ni salama. Maji yanaweza kuonekana ni meupe, lakini yasiwe safi. Unaweza kuyaona kwa kawaida ni masafi, lakini sio piwa, sio salama, sio salama. Kwa hiyo neno hapa piwa maana yake nini? Kwa hiyo neno safi hapa kwenye Kiingereza ni piwa. Ni piwa. Na piwa hapa maana yake ni kitu ambacho ni safi kabisa, kisicho na doa, kisicho na doa. Na hao ndio Yesu anasema watamuona Mungu. Wale safi wasio na doa. Kwa maana hii sasa, hata wale wenye dhambi ndogo namna gani, mradi ni dhambi, hawawezi kufika mbinguni. Maana Petro wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 16 anatuambia Mungu ni mtakatifu kabisa. Lakini sasa hapa nataka nikuulize maswali, au tujiulize maswali mawili. Kwamba hata kama wanaokwenda mbinguni ni lazima wawe safi. Na tunajua kwa hakika kabisa kutokana na Mathayo, ile sura ya 25 mstari wa 41 na wa 46, kutokana na Mathayo hiyo, wale waliokufa katika hali ya dhambi kubwa inasema hivyo, waliokufa katika dhambi kubwa wataingia jehanamu ya milele. Lakini sasa swali ninalotaka tujiulize ni hili: je, hawa waliokufa au watakaokufa katika hali ya dhambi ndogo, katika dosari ndogo, watafanywaje? Ni hakika kwamba hawataweza kuingia mbinguni. Lakini je, nao wataingia jehanamu? Watakwenda jehanamu wakati hawana hizo dhambi kubwa za mauti? Au nikuulize swali lingine kwamba je, Mungu wa haki hivi atawaadhibu wenye dhambi ndogo sawasawa na wenye dhambi kubwa? Hebu jiulize hilo. Hivi huyu Mungu wa haki anaweza kuadhibu wenye dhambi kubwa sawasawa na wenye dhambi ndogo? Anaweza kuwaweka kwenye chungu kimoja? Sasa Yesu mwenyewe anajibu hilo, anasema hapana, haiwezekani. Ukisoma Luka, Injili ya Luka, ile sura ya 12, mstari wa 47 na mstari wa 48, Yesu anasema waziwazi kwamba na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yale, huyo mtumwa atapigwa sana. Lakini yule asiyejua mapenzi ya bwana wake, naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Kwa ni hakika kwamba hukumu haitakuwa sawa. Yesu anasema huyu aliyejua asitende atapigwa sana, na huyu mwingine huyu atapigwa kidogo. Kwa hiyo ni wazi kwamba hukumu haitakuwa ya watu wote sawa. Kila mmoja atakuwa na hukumu yake. Kwa hiyo basi ni ukweli kwamba kuna dhambi kubwa na kuna dhambi ndogo. Na hata mzee Yakobo mwenyewe ameonya kuhusu dhambi kubwa, kuhusu adhabu. Anasema kwenye ile Yakobo, ile sura ya 3 mstari ule wa kwanza, anasema kati ya watu watakaopata adhabu kubwa zaidi, anasema kubwa zaidi, ni wale watakaojifanya waalimu na kufundisha upotovu. Hao watapata adhabu kubwa zaidi. Anasema kubwa zaidi. Kwa hiyo basi kumbe kuna adhabu kubwa na kuna adhabu ndogo. Hasa swali ni hili nalotaka ujiulize pia. Leo nataka nikuulize maswali zaidi. Ujiulize pia swali hili kwamba je, hizo adhabu zote kubwa na ndogo, je, zote ziko jehanamu? Hizo adhabu kubwa na ndogo, je, zote ziko jehanamu? Kwa sababu tumeona kuna ambao watapigwa sana na kuna ambao watapigwa kidogo, Yesu anasema. Sasa je, kwa hiyo je, hao wote hao watakaopigwa sana na watakaopigwa kidogo, je, adhabu zao ziko jehanamu? Hiyo adhabu kubwa na ndogo zote ziko jehanamu? Au je, swali lingine, hizo heri, wale wenye heri na wale wenye adhabu ndogo, je, zote ziko mbinguni? Zote ziko mbinguni? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili, ni hoja ya pili ambayo ningetaka tuione kwamba watakao ingia mbinguni ni watu wa namna gani. Alafu hoja ya tatu ambayo nataka kuileta
Naleta hizi hoja zote alafu nitaleta conclusion baadaye. Kwa hiyo naomba tuendelee kufuata. Hoja ya tatu, Biblia inatufundisha wazi kwamba kuna utakaso kabla ya kuingia kwenye heri. Katika heri kuna utakaso. Na Yesu mwenyewe amesema kwenye ile Mathayo, ile sura ya 12 mstari wa 31 na wa 32. Anasema kwamba mtu yeyote atakaye nena juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu, manake atakaye mkufuru Roho Mtakatifu, huyo hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa na katika ule ujao pia. Katika ule ujao pia. Sasa Yesu anaposema ulimwengu wa sasa na ulimwengu ujao, anatupa ufunuo muhimu sana ambao ndio natamani kila mmoja auelewe. Kwamba kuna watu ambao hawatasamehewa katika ulimwengu huu, yaani kabla ya kufa, ingawa kwa kweli katika ulimwengu ujao watasamehewa, yaani baada ya kufa. Lakini pia kuna ambao hawatasamehewa kabla ya kufa hata baada ya kufa. Sasa swali ninalotaka ujiulize leo, nataka tujiulize maswali zaidi, tuchemshe akili, tujiulize zaidi kwamba wale watakaosamehewa baada ya kufa wanasamehewaje? Wale wanaosamehewa baada ya kufa wanasamehewaje? Na ajibu ni kwamba watasamehewa baada ya kupita katika moto wa utakaso. Utaniuliza, unatokea wapi huu? Mtume Paulo katika barua yake ya Wakorinto, anapoandikia Wakorinto, ile barua yake ya kwanza, ile sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 17, Paulo anatupa ufunuo huu muhimu sana anapowaandikia hawa ndugu. Paulo anasema, lakini kila mtu ajiangalie anavyojenga juu yake. Kila mtu ajiangalie. Anasema maana msingi mwingine hakuna awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo mwenyewe. Lakini kama kila mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, anasema kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, ya kuwa yafunuliwa katika moto. Anasema na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Anasema kazi ya mtu aliyoijenga ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, tufuatane hapa, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe, Paulo anasema, ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Anasema kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Sasa mtume Paulo anamaanisha nini hapa? Anachomaanisha Paulo ni kwamba wako watu waliojitoa kabisa kwa Yesu. Yaani hawa watu kwa kweli wanao msingi imara ndani yao, lakini maisha yao hayajakuwa safi kabisa. Yaani wamejenga uchafu juu ya ule msingi imara. Si kwamba hawana imani, wanayo. Wamejitahidi sana, lakini kuna uchafu umedondoka kwenye ule msingi imara. Sasa ni wazi kwamba uchafu huu hautaweza kuingia katika utukufu. Lazima uteketezwe kwa moto, na ndipo kisafi kilichobaki kiingie katika utukufu. Na Paulo anasema wao wenyewe wataokolewa, hawatapotea bwana, wataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Wataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Kwa ufupi, Paulo anawaonya wa Korinto, lakini pia anatuonya na sisi pia. Naomba tufahamu hilo. Anatuonya na sisi pia kwamba tusichezee neema ya Mungu. Tusicheze na neema ya Mungu, kwa sababu hata ukibaki uchafu kidogo namna gani, lazima upite katika moto kwanza.
Kwa hiyo kwa kuruhusu uchafu wowote kwenye maisha yetu, tunachafua lile hekalu la Mungu. Lakini kuchafua huko sio kukubwa kiasi cha kulifanya hilo hekalu la Mungu liwe hekalu la shetani. Kwa hiyo Mungu ataokoa hilo hekalu lake, lakini lazima ule uharibifu ulioharibu hekalu la Mungu uharibiwe kwanza. Na huko kuharibu huo uharibifu uliochafua hekalu la Mungu, kumbuka Paulo anatuambia hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo huo uchafu ulioharibu hilo hekalu la Mungu ni lazima uharibiwe kwanza, Paulo anasema. Na ndugu zangu, huko kuharibiwa kwa huo uchafu ulioharibu hekalu la Mungu, ambalo halijafanya hilo hekalu kuwa la shetani, huko kuharibiwa kwa huo uchafu, kutakasa huo uchafu, ndio tunaita utakaso. Na hiyo ndio tunaita tohara. Maana yake kutakasa, maana yake kuondoa uchafu. Kwa Kiingereza tunaita purgatory. Toharani. Tunaita toharani, purgatory. Unajua kuna neno la Kiingereza linaitwa purgation. Purgation. Purgation maana yake ni utakaso, ni utakaso. Purgation ni utakaso. Ni tendo la kusafisha kwa moto. Kwa hiyo serikali zile zilizo serious zinapochukua hatua kali za kuondoa labda rushwa kwenye taasisi zake, huwa tunasema serikali inafanya purging, inafanya purging. Na unapofanya purging ya kweli, ule utakaso wa kweli, huwa hakuna huruma, hakuna huruma. Uchafu lazima uondolewe hata kama itauma. Sasa tukirudi katika mada yetu, hawa walio katika hali ya utakaso ni watu ambao tayari wamehukumiwa kwenda mbinguni, lakini kuna vile vidoti ambavyo vimeanguka kwenye lile hekalu, na wanatakaswa sasa ili waweze kuingia mbinguni. Kwa hao ni wa mbinguni, ila lazima watakaswe. Kama Paulo anavyosema, hawatapotea, ila lazima watakaswe kama kwa moto. Kwa hiyo hawa ni sehemu ya kanisa, wamo katika ule ushirika wa watakatifu. Unajua tunatambua kuna sehemu tatu za kanisa au ushirika wa watakatifu. Kuna lile kanisa la kwanza, kanisa linalopigana, ndio sisi tulio hapa duniani ambao bado tupo. Ni kanisa linalopigana. Alafu kuna kanisa linalotakaswa au kanisa linaloteseka, ni wale ndugu zetu walioko toharani, na ndio hawa tunawaombea. Alafu kuna kanisa lililoshinda, wale walio mbinguni. Sasa moja ya jambo ambalo linasababisha watu kupata shida sana kuelewa kuhusu toharani, yule ya rafiki yangu mchungaji aliniambia, lakini father, andiko la Waebrania linasemaje? Waebrania sura ya 9 mstari wa 27. Akaniambia linasema mtu hufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Sasa hebu tufuatane hapa. Ni muhimu tukafahamu kwamba ukweli kwamba kuna toharani haibatilishi andiko hili. Haibatilishi andiko hili. Kila mtu hufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu, ama mbinguni ama jehanamu ya milele, ni hukumu. Lakini hii haiondoi ukweli kwamba kati ya wale ambao ni wa mbinguni milele, baadhi yao ni lazima watakaswe kabla ya kuingia mbinguni. Walio toharani kwa kweli ni watu wa mbinguni ambao wanatakaswa. Unajua, ngoja nikwambie hivi. Toharani ni kama chumba cha kusubiria. Ni chumba cha kusubiria ili kuweza kuingia mbinguni. Na hawa ndugu zetu walioko toharani wako kwenye chumba cha kusubiria. Na kwenye kile chumba cha kusubiria wanatengenezwa, wanasafishwa, wanawekwa sawasawa ili waweze kumlaki mwana kondoo. Unajua, ni kama vile saluni ya mwisho ya bibi harusi. Sasa mimi ni padri na nimefanya misa za ndoa. Hakuna misa ya ndoa ambayo nilifanya ikawai kuanza. Tunakubaliana inaanza saa 7 au saa 8, lakini tutaanza mpaka saa 9:30. Kwa nini? Bibi harusi yuko saluni. Bibi harusi yuko saluni. Kuna ambao nilisubiri masaa 2 ili ianze. Kwa nini? Bibi harusi yuko saluni. Yuko saluni. Sasa huyu anayekwenda saluni ni bibi harusi tayari.
lakini kabla hajapelekwa kanisani lazima apite kwanza saluni ili waende kumtengeneza vizuri. Kwa hiyo toharani ni kama chumba cha kusubiria, ni saluni ambayo hawa ndugu zetu wanapambwa, wanawekwa vizuri, wanawekwa makeups, wanaweka nini ili waweze kukidhi viwango vya kuingia mbinguni. Sio wabaya au sio wachafu kiasi cha kwenda jehanamu, lakini pia hawajakamilika vya kutosha. Kuna vitu lazima ondolewe. Na ndio sasa wanapelekwa kwenye chumba cha kusubiria kinaitwa toharani. Na hoja ya nne ni hoja hii kwamba je, sala zetu zinaweza kuwasaidia sasa hawa ndugu zetu walio kwenye chumba cha kusubiria? Zinaweza kuwasaidia ndugu zetu walio toharani? Unajua, kama nilivyosema, ndugu zetu hawa wanaotakaswa, wao pia ni sehemu ya mwili wa Kristo. Na katika mwili wa Kristo, kiungo kimoja kikiumia, viungo vingine vinaumia pamoja nacho. Kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vingine pia vinatukuzwa pamoja nacho. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba hawa ndugu zetu wanaoteseka, hatuwezi tukasema kwamba ni shauri yao tu, acha wateseke, ni shauri yao. Hatuwezi kusema hivyo. Ukristo wa kweli, ndugu zangu, unadai kwamba tunateseka pamoja nao, na ndiyo sababu tunawaombea. Tunateseka pamoja nao, ndio sababu tunawaombea. Kwa hiyo hao wenzetu, wale wenzetu ambao wako mbinguni, Ufunuo wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 8 unatuambia kwamba hawa ndugu zetu walioko mbinguni, wale walioshinda, lile kanisa lililoshinda, walio katika utukufu, wanapoona mateso yetu, Ufunuo wa Yohana 5:8 inatuambia, wanapoona mateso yetu sisi tulio duniani, wanainua vitasa vyao, vitasa vya dhahabu vilivyojaa maombi yetu mbele za Mungu. Na sisi tunapoona wameingia katika utukufu, tunafurahi pamoja nao kwa kuadhimisha kutukuzwa kwao. Na ndio maana tunaita ushirika wa watakatifu. Wao wanainua vitasa vya dhahabu vilivyojaa maombi, na sisi tunapoona wametukuzwa, tunawaadhimisha. Tunaadhimisha kutukuzwa kwao. Na hawa ndugu zetu ambao bado ni kanisa linaloteseka, tunawaombea ili nao waweze kutukuzwa pia, wafike kwenye ile level. Na ndio maana ya ushirika wa watakatifu. Kwa hiyo basi, wale walio toharani ni sehemu ya kanisa la Kristo, yaani ni kanisa linalotakaswa. Kwa hiyo kama tulivyoona, mwili wa Kristo una sehemu 3. Kanisa linalopigana, linalosafiri, ndio sisi. Kanisa linalotakaswa, linaloteseka, ni ndugu zetu walioko toharani sasa. Na kanisa lililoshinda, ambalo liko tayari katika utukufu. Sasa ni katika mwili huu mmoja tunakumbushwa. Tunaposoma Warumi ile sura ya 12 mstari wa 5, anatuambia japo mwili ni mmoja, una viungo mbalimbali, lakini mwili mmoja. Mmoja akiteseka, mwili mzima unateseka naye. Mmoja akitukuzwa, mwili mzima unatukuzwa pamoja naye. Tunasoma hiyo kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura ya 12 mstari wa 26. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, ninachotaka kusema ni hiki. Sisi tunawasaidia walioko toharani, na wale walioko mbinguni wanatusaidia sisi. Huo ndio ushirika wa watakatifu. Tunawasaidia walioko toharani kwa kuwaombea, na wale walioko mbinguni wanatusaidia, wanatuombea ili tuweze kupiga vita vizuri, tuweze kushinda. Ndugu zangu wapendwa, niseme hivi. Hili jambo la toharani sio jambo la Agano Jipya peke yake, lakini ni jambo lililopo pia katika Agano la Kale. Tunamuona Yuda Makabayo. Kuna mtu anaitwa Yuda Makabayo akitoa sadaka kwa ajili ya kuwaombea marehemu, wale waliokufa katika dhambi ndogo. Ukisoma Makabayo wa pili, kitabu cha Makabayo wa pili ile sura ya 12 mstari wa 38 mpaka wa 46, kuna habari nzima pale. Huyo Yuda Makabayo aliamini juu ya ushirika wa watakatifu.
Sijui kama wewe unaamini juu ya ushirika wa watakatifu. Kwa hiyo ni vizuri pia tutambue kwamba hili wazo la kuwaombea hawa ndugu zetu waliotutangulia, kwa hakika ndugu zangu, hili wazo limekuja kwa hakika kwamba hawa watu tukiwaombea wataingia mbinguni. Si wazo la siku za karibuni. Yuda wa Makabayo alifanya, alitolea ibada na sadaka kwa ajili ya kuwaombea hawa ndugu waliokufa katika dhambi ndogo. Lakini pia mwandishi kati ya baba wa kanisa mkubwa sana, Tertullian, mmoja wa walimu wakuu kabisa wa zamani wa kanisa, ambaye ana mafundisho yake yanaheshimiwa na kukubaliwa na Wakristo wa madhehebu mengi ambayo wanamfahamu. Wakisoma mafundisho yake, nimekutana na wengi ambao wanakubali mafundisho ya Tertullian. Kati ya mababa hodari, kati ya walimu wakubwa wa kanisa, huyu Tertullian mwaka 211 baada ya Kristo aliandika kwamba Wakristo wa wakati wake, miaka 211 baada ya Kristo, aliandika Wakristo wa wakati wake walikuwa wakitolea sala na ekaristi takatifu kwa ajili ya ndugu zao waliofariki. Kila ilipofika kuadhimisha kule kufariki kwao, walitolea. Kwa ndugu zangu, nataka nimalizie kwa kueleza mambo manne muhimu sana kuhusu toharani, kuhusu hii idea nzima ya toharani. Mambo manne muhimu sana. Idea hii ya toharani, ndugu zangu, inajengwa kwenye mambo haya manne. Jambo la kwanza ni kwenye lile wazo la haki ya Mungu, kwamba Mungu ni Mungu mwenye haki, ni Mungu mwenye haki. Mungu mwenye haki maana yake nini? Kama Mungu wetu ni Mungu mwenye haki, tunajua hataweza kamwe kuwahesabia wenye dhambi, hata iwe ndogo kiasi gani, kama vile hawakutenda dhambi. Lakini pia hataweza kuwahesabia kamwe waliotenda dhambi ndogo, wenye dosari ndogo, awahesabu sawasawa na waliotenda dhambi kubwa. Hiyo haki itakuwa wapi? Lakini jambo la pili, au wazo la pili, ni ile wazo la huruma ya Mungu. Ndugu zangu, Mungu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye huruma sana, na anatambua fika udhaifu wa kibinadamu. Anatambua fika. Anatambua kwamba hata mtu mwenye nia nzuri kiasi gani anaweza kuwa amepungua katika utakatifu, asistahili kuingia mbinguni moja kwa moja, lakini pia hajachafuka kiasi cha kustahili kuingia jehanamu. Na ndipo sasa huruma ya Mungu inampa huyo mtu nafasi ya utakaso, ili aweze kuingia kwa watakatifu. Na wazo la tatu la muhimu sana kuhusu toharani ni lile wazo la hukumu ya muda. Unajua ndugu zangu, toharani sio jehanamu, wala jehanamu sio toharani. Jehanamu ni mahali pa hukumu ya milele, lakini toharani ni mahali pa hukumu ya muda. Wanaoingia toharani watatoka kwa hakika siku moja na kuingia mbinguni, lakini walioingia jehanamu tunajua hawatatoka kamwe. Na jambo la nne la mwisho ni ile idea ya malipizi ya dhambi na utakaso. Lile wazo la malipizi ya dhambi na utakaso. Unajua toharani, ndugu zangu, ni mahali pa kufanya malipizi. Ni mahali pa kufanya malipizi ya dhambi na utakaso, ili kuingia katika heri kamili ya mbinguni. Sasa ili wazo la malipizi ya dhambi na lile wazo la hukumu ya muda ni mawazo yanayodokezwa na Yesu mwenyewe anapotufundisha kuhusu msamaha kwenye ile Mathayo, ile sura ya 18 mstari wa 23 mpaka wa 25. Yesu mwenyewe anasema kwenye ile aya ya 34 na ya 35, anasema bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni yote. Hata, naomba uone hilo, hata akampeleka kwa watesaji watakaomtesa,
mpaka atakapolipa deni yote. Anasema ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu na ndugu yake. Hapa Yesu anatuonyesha kwamba moja ya dhambi ambazo itabidi kuzilipia kikamilifu ili kuingia katika heri ya milele ni dhambi ya kukosa kusamehe. Tutailipia kikamilifu. Lakini Yesu anadokeza kitu cha muhimu sana: kuachiliwa baada ya kulipa deni yote. Maana yake kuna kuachiliwa baada ya kulipa deni yote. Kuna kuachiliwa baada ya kulipa deni yote. Na anasema akampeleka kwa watesaji mpaka atakapolipa deni yote. Atakapolipa deni yote ataachiliwa. Idea ya toharani, ndugu zangu, ni kulipa yale madeni madogo madogo yaliyobaki. Na tukisha yalipa, kinachotusaidia kuyalipa ni zile sala zetu tunazowaombea ndugu zetu. Tunawasaidia wanapolipa ile deni yote, wanaachiliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wanaachiliwa. Kwa sasa ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi: imani kuhusu toharani ni jambo ambalo halijaanza leo ndugu zangu. Hili jambo limeaminiwa na Wayahudi hata kabla ya Yesu mwenyewe. Limeaminiwa pia na kanisa kwa miaka yote tangu Yesu. Limeaminiwa na kanisa. Sasa tatizo hili la kuja kuanza kubishana na kukataa kuhusu kuombea marehemu lilianza wapi? Lilitokea wapi? Hili tatizo ndugu zangu lilianza pale Padre Martin Luther. Padre Martin Luther. Unajua Martin Luther alikuwa ni padri Mkatoliki. Huyu alianzisha kanisa la Lutheri. Alikuwa ni padri Mkatoliki. Kwa hiyo Padre Martin Luther alipojitenga na kanisa, mgawanyiko ndipo ulipotokea, Walutheri wakaanza. Sasa baada ya huo mgawanyiko, Walutheri walipoanza na Waprotestanti wengine wakafuata, ndugu zetu hawa Waprotestanti hawakuamini tena. Hawakuamini tena. Walianza kubadilikia hapo baada ya huo mgawanyiko. Lakini Wakatoliki wa mashariki na wa magharibi walibaki pamoja na Wayahudi. Wameendelea kuamini jambo hilo mpaka leo. Na mimi ninaamini ndugu zangu, karibu kila familia imeshaguswa na kifo kwa namna moja au nyingine. Imeshaguswa na kifo. Kuna wengine tumepoteza wazazi wetu. Kuna wengine tumepoteza marafiki, ndugu, jamaa. Karibu kila familia imeshaguswa, ni bibi, ni babu, ni mjomba, ni shangazi, ni mtoto, ni mume, ni mke. Karibu kila familia imeshaguswa kwa namna moja au nyingine, ni binamu. Kwa hiyo leo kanisa linatupa nafasi. Hawa ndugu zetu tuliwapenda kabla hawajafa. Lakini je, baada ya kufa ndio mwisho wa kuwapenda? Sasa kama kabla hawajafa tuliwapenda, tuliwahudumia vizuri kwa upendo, baada ya kufa je, tumeacha kuwahudumia? Je, wanahitaji huduma yetu? Jibu ni ndio, wanahitaji huduma yetu. Tunawapaje huduma yetu? Ni kwa njia ya kuwaombea. Na ndio maana kanisa linatenga siku maalum kwa ajili ya kuwaombea hawa ndugu zetu marehemu. Ndugu zangu wapendwa, mimi bado nawapenda wazazi wangu, na bado ninawaombea, na najisikia fahari kuwaombea. Hivi ngoja mimi nikuulize, hivi unapoteza nini kuwaombea wapendwa wako? Unapoteza nini kuwaombea? Nini kinakuzuia kuwaombea? Nini kinakuzuia kuwaombea? Kinakugharimu nini kuwaombea? Kutolea sadaka ya misa kwa ajili yao, kupiga magoti kuwaombea, huruma ya Mungu. Hivi kinakugharimu nini? Kumbuka kitu kimoja. Hao ndugu zetu, mimi ninaamini wazazi wangu pale walipo wanafurahi sana wanapoona ninatolea misa kwa ajili ya kuwaombea. Wanafurahi sana. Na mimi kuna siku nitakufa, nitafurahi sana nikiona kuna watu wanatolea misa kuniombea. Nikiona kuna watu wananikumbuka wananiombea. Nitafurahi sana. Na wewe kuna siku utakufa. Kuna siku utakufa. Sasa hivi hutaki kuwaombea wenzako. Kuna siku na wewe utahitaji hizo sala. Alafu hakuna atakayekuwa anajigusa. How will you feel there?
Kwa sababu bila kulipa ile deni yote Yesu anayosema, huwezi kuachiliwa. Sasa tunapowaombea ndugu zetu, tunawasaidia kulipa ile deni ili waweze kuachiliwa. Ndugu zangu wapendwa, ninaomba tuchukue siku ya leo serious, tuwaombee ndugu zetu marehemu, ili Mungu awajalie furaha ya milele, ili waweze kumaliza hizo deni zao na waweze kupokelewa katika furaha ya milele. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, atuwezeshe kuwaombea hawa ndugu zetu. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Amina.